Je, unajua kuwa njia ya kuwa tajiri haianzi na benki yako au mapato yako? Njia ya kwanza ya kuwa tajiri ni kwenye akili yako. Hii ni kweli kwa watu waliokamilisha ndoto zao, kutoka kwenye umaskini hadi kuwa matajiri. Leo tutazungumzia jinsi unavyoweza kuwa tajiri kisaikolojia na kutumia akili yako kufanikisha maisha mazuri. Hii ni mafundisho makuu ya PesaVibe kwa kila mtu anayetamani mafanikio. Utajiri unaanza kwenye akili. Kila mtu anayefanikiwa kinasema kitu kimoja: fikra ni nguvu kubwa kuliko fedha. Napoleon Hill katika kitabu chake Think and Grow Rich anasema, kila mali huanza kama wazo. Hii inamaanisha kila kipato, biashara au mradi uliofanikiwa kilianzia kwenye mawazo ya mtu. Mfano, mtoto mdogo akianza kutaka kuwa daktari, mwanzoni ni ndoto tu. Lakini ukiwekea akili yako mpango, elimu na nidhamu, ndoto hiyo inakuwa malengo halisi na mwishowe mafanikio. Tambua mawazo yanayokuzunguka kila siku. Badilisha mawazo hasi kuwa chanya na yenye ukuaji. Tumia visualization. Fikiria unavyotaka maisha yako ya kifedha na binafsi kuwa. Fikra za wajasiriamali waliobadilisha maisha zinataka kwenye sura za The Richest Man in Babylon zinafundisha kuwa kujifunza utajiri kisaikolojia ni msingi wa mafanikio. Kila kipato unachopata, fikra zako haziwezi kukikubali bila mpango. Hifadhi angalau kiasi kidogo cha kila kipato unachopata. Hii sio tu kifedha, bali ni akili inayojua kuwekeza na kudhibiti rasilimali. Mfano halisi: Oprah Winfrey alitoka kwenye umaskini mkubwa, lakini fikra zake za ukuaji na nidhamu ya akili zilimwezesha kuwa tajiri na mwenye ushawishi mkubwa duniani. Usikubali mazingira au historia yako ya sasa kuamua hatima yako. Amua kuwa tajiri kisaikolojia, halafu dunia itaona matokeo. Kuimarisha akili yako kwa hatua za vitendo. Atomic Habits ya James Clear inatufundisha kuwa mabadiliko madogo ya kila siku yanaweza kuunda fikra tajiri. Hatua zinazoweza kusaidia. Hatua ya kwanza, soma kila siku kitabu cha maendeleo binafsi au kifedha. Pili, jiweke kwenye watu wenye fikra sawa, yani networking ya fikra. Tatu, andika malengo yako kila siku. Akili inapenda malengo yaliyo wazi. Mfano, mfanyabiashara mdogo anayeanza kuandika bajeti yake kila siku, hatimaye anapata udhibiti wa kifedha na kuanza kuwekeza vizuri. Victor Hugo alisema, hali ya akili ya mtu ni kilele cha maisha yake. Utajiri wa akili unahusu kuwa na vitu vingi kama vile uwezo wa kuona fursa badala ya changamoto. Pia, kujiamini na kutokuwa na hofu ya kushindwa. Na kuelewa kuwa pesa ni matokeo, sio mwanzo. Mfano wa Elon Musk. Mara nyingi alikabiliwa na ukosefu wa pesa, lakini mawazo yake, uvumbuzi na imani katika mitazamo yake ilimwezesha kuunda SpaceX na Tesla. Kabla ya kuhitaji benki au wafadhili, jiweke tajiri kisaikolojia. Fikiria, ikiwa akili yako haitaridhika na mapato madogo, haitaweza kushirikiana na pesa kubwa. Nukuu, kila mtu ana nafasi ya kuwa tajiri, lakini kwanza utajiri upaswa kuanza kwenye akili yako. Kila hatua unayochukua kuelekea elimu, nidhamu na fikra chanya ni hatua kuelekea mafanikio halisi. Nukuu ya mwisho ya PesaVibe: kuwa tajiri kwanza kisaikolojia, baadaye tutaona matendo halisi ya pesa na mafanikio. Kama unataka kuendelea kupata mafunzo kama haya, subscribe kwenye YouTube channel yetu ya PesaVibe, share video hii na tuandikie comment. Niko tayari kuwa tajiri kisaikolojia.